1,200 tunapata ni 6,12,000. Tunapata gramu 6,12,000 hizi gramu 6,12,000. Haya. Sasa hizi gramu 6,12,000 tukigawa kwa gramu 1,000, kwa sababu gramu 1,000 zinatutengenezea kilogramu moja. Kilogramu moja inatengenezwa na gramu 1,000. Sasa hizi 6,12,000 tukigawa kwa 1,000 tunaongeza 0.3, sivyo? Kwa sababu na 6,12,000 kwenye 12 na 0.3, na kwenye 1,000 na 0.3 tunaongeza 0, tunagawa. Tunapata ngapi sasa? Tunapata kilogramu 612. Hivyo wastani 5 au pishi 300 au vigawa 1,200 ni sawa na kilogramu 612. Kwa hiyo kiwango cha zaka kwenye nafaka au kwenye matunda ni mtu akimiliki kuanzia kilo 612. Sawa, kuanzia kilo 612. Sisi zamani wakati tunakuwa tunapata kwenye 10 unatoa moja, tupata kwenye 20 unatoa moja, tupata kwenye 9 unatoa moja, tupata kwenye 9 unatoa kwenye moja. Hatari hiyo, sisi tutoke ya wapi? Hiyo tukisikii tunatoka wapi? Ndio tutafuta hiyo ni mali mwana. Hata kwa nini China hadi India sasa hivi inatoka wapi hiyo? Kwa hiyo basi kilogramu 12. Kwa wale wakulima wao kulima hizo njugu zao, karanga, kulima alizeti, kulima mahindi na mpunga, na maharagwe, na mbaazi. Ukifikisha kilo 12 ndio tayari kupiga kiwango sana. Bila kujali ni kiasi. Wasishike na kurudia. Maana kama ilikuwa ni basi. Sasa si basi kwa tuazibu. Sivyo? Kwa hiyo ukifikisha kilogramu 612 tayari kuingia katika kiwango cha sana. Katika nafaka na nini? Na matunda. Haya. Kwa hiyo kiwango cha nafaka na matunda tuliona ni kilogramu ngapi? 612, lakini asili yake ni wastani ngapi? 5. Wastani 5 sawa na pishi ngapi? 300. Kwa sababu gani? Kwa sababu pishi moja kibidi wastani moja ni pishi 60. Wastani moja ni pishi 60. Kwa hiyo 60 mara 5 ambayo ni ngapi? Ni ya 3. Haya. Mali ya 3, madini ni pesa. Madini na nini? Na pesa. Madini ya dhahabu kuanzia gramu 85. Kwa hiyo madini ya dhahabu kuanzia gramu 85. Atakayemiliki gramu 85 za dhahabu kwenda mbele tayari ana kiwango cha sana. Gramu ngapi? 85. Madini ya gold. Sijaona kwa macho yangu hivi. Sijabahatika. Madini ya dhahabu. Sasa yale madini ya dhahabu atakayemiliki kuanzia gramu 85 ameingia kiwango cha nini? Cha dhahabu. Na madini ya fedha ambayo ni silver ni gramu 595. Atakayemiliki gramu 595. Kuna vipimo vyao vya kupimia. Tunavijua. Nimebahatika kuona vipimo vyao vile vipimo madini. Kwa hiyo sijaona haya ya dhahabu na fedha. Kwa hiyo vipimo vyao kupimia ile madini yale vinapima kitu kidogo sana. Kitu kidogo sana. Kwenye ile hadithi walioisahihisha ya kwamba mtoto akizaliwa akifikisha siku 7 ananyolewa nywele. Kama ni mtoto wa kiume ananyolewa nywele, zinaenda kupimwa kwenye hivi vipimo, alafu ile thamani yake inakuwa salama. Sasa ukichukua zile nywele unapeleka kwenye nini? Kwenye vile vipimo vyao ambao wanatumia ile madini. Anapima pale anakwambia kwenye gramu 3, unaweza madini shilingi ngapi? Gramu 1. Madini ya silver. Kama ni madini ya silver, ukiambia 10,000, haya. Kama ni madini ya dhahabu, ukiambia 200,000, haya. Wewe mwenyewe sasa utapambana na hali yako. Sawa sawa lakini kwenye madini ya silver ni kuanzia gramu 595. Kwenye madini ya dhahabu ni kuanzia gramu 85. Hili sharti la pili katika masharti ya nini? Ya mali kuitolea zaka. Sharti ifikie kiwango cha zaka. Kwa hiyo kwenye madini ya dhahabu ni gramu 85 na kwenye madini ya silver ni gramu 595. Japo kuna kauli za wanazuoni, lakini tumechagua ile kauli ambayo
iko standard ambayo inaweka katika wasemaji hasa katika ulama wa somo letu tunasema la fedha. Ama kwa pesa ni thamani yake kulingana na thamani ya madini. Yaani hizi pesa sasa, kwa tukisema tunashiriki, wale wana riali, wale wana pound, wale wana dola, wale wana dinari, sivyo? Yale majina ya pesa. Sasa kwenye upande wa pesa, kiwango chake ni thamani ya pesa itakayelingana na thamani ya gramu za madini. Ima hizo 85 ya dhahabu au 565 ya fedha. Ndio maana kiwango cha pesa hata siku moja hakiwezi kuwa kimoja. Kama ilivyo kwenye nafaka na matunda tunaona ni ngapi? Ni 12. Kwenye mwanga tunaona ngapi? 30. Mbuzi na kondoo tunaona ngapi? 40. Kwenye ngamia tunaona ngapi? 5. Lakini kwenye pesa hakuna limit ya kusema kwamba ni shilingi kadhaa. Hiyo haipo. Kwa sababu madini yanatabia kupanda na kufanyaje na kushuka. Kwa hiyo lazima uwe makini sana. Vinginevyo utakosea kutoa sana. Sawa? Muhimu sana kwenye pesa ushiriki kipengele. Kwa hiyo pesa shilingi ngapi? Thamani yake ilingana na madini ima ya silver au ya gold. Madini ya silver tunaona 300 ngapi? Sisi gramu shilingi. Madini ya fedha. Moja tutolee akatunguzia kesho tutakwisha. Madini ya dhahabu sasa gramu shilingi ngapi? Na madini ya silver gramu ni shilingi ngapi? Kwa kipindi madini ya dhahabu ilipanda mpaka 200,000 gramu moja. Sasa 200,000 mara 85 ni shilingi ngapi? Mbali sana. Madini ya fedha kwa kipindi ni shilingi 10,000. Kwa kama ni shilingi 10,000 gramu moja, ukizidisha mara 595 ni milioni 5 laki ngapi? Laki 950. Milioni 5 laki 950. Ilikuwa kupitia madini ya nini? Kupitia madini ya silver. Kwa hiyo mtu ambaye atakuwa na hizo pesa, tunamwambia sasa ndugu yetu, wewe pesa zako zimefikia kiwango. Dhibiti hiyo tarehe, subiri mzunguko wake. Maana kuna sharti inasema kuzungukwa na nini? Kuzungukwa na mwaka. Kwa hiyo ama kwa pesa ni thamani yake kulingana na thamani ya madini ya dhahabu. Hizo gramu 85 au ya madini ya fedha gramu 595. Hata hivyo kuangalia madini ya fedha ni bora zaidi. Kuangalia madini ya fedha ni bora zaidi. Kuna maulama wengi wamesema tuangalie madini ya fedha kuliko kuangalia madini ya dhahabu. Kwa nini madini ya fedha? Wanasema ili kumsaidia mstahiki wa zaka mapema kuliko kuangalia madini ya dhahabu. Wakisema kuangalia madini ya dhahabu kwa mfano gramu shilingi 200,000. 200,000 mara 85 kwa shilingi. Yaani mtu mpaka aje afikishe kiwango alafu nasikia aweze kusaidika ni nini. Lakini ukiangalia madini ya silver, watu wengi wanatoa zaka na wale wastahiki wanafaidika na nini na fungu lao la zaka kutoka wale ambao Allah amewajalia kumiliki hicho kiwango. Kwa hiyo kuangalia upande wa madini ya silver ni bora zaidi kwa sababu ya huyu wa hali chini ili aweze kusaidika. Kwa sababu madini ya dhahabu thamani yake iko juu na hivyo kuchelewa kufika katika kiwango cha zaka. Tupo pamoja. Madini tumeona ni gramu 75 kwa 595. Sivyo? Kwa nini? Kwa sababu tumesema madini yanaingia katika zaka kwa ndani yake madini mangapi? Ni mawili tu. Madini ya dhahabu na madini ya fedha. Madini ya dhahabu tumeona ni gramu ngapi? 85. Na madini haya ya silver ni gramu ngapi? 595. Pesa zaka yake inaangalia kwenye madini huko. Sawa. Haya. Mali ya mwisho ni vitu vya biashara. Vitu vya biashara hapo kila mtu ana biashara yake anayoifanya. Sawa. Mpaka wafanyakazi, mpaka waajiriwa na posho yao au mshahara wanayoipata wale. Sawa. Hao nao wameingia huko. Wengine ni mafundi wanajenga. Wengine ni madereva, wengine wana daladala, wana mabasi, wana biashara. Sawa. Hao wanarudi kwa kuuza viwanja, hao wananunua magari, mapikipiki. Biashara. Sasa kwenye biashara hapa sikiliza vizuri. Hapa inaangaliwa thamani ya vitu hivyo vinavyofanywa biashara. Sio kwenye vitu vya biashara. Sawa, walipo anauza sukari, sabuni, chumvi, unga, dawa za meno, dawa za mswaki. Sawa, wale maduka kama hayo wanauza spare, kuna hiki, kuna matairi, kuna nini. Sawa.
Vitu vyote vya biashara, vitu hivyo vinaangaliwa kwa bei ya kuuzia, sio bei ya kununulia. Dhibiti tarehe yako biashara yako ilipoanza. Hii biashara yako inamtaji gani? Ule mtaji wa biashara yako vile vitu vilivyonunua, kauza madini ya fedha na madini ya silver, kuna mahali ingia kwenye zaka, ndio. Ingia kwenye zaka kwa madini gani? Kwenye silver. Kwa mfano mtu amechukua vitu vya milioni 6, ameanza biashara yake, vitu vyake. Wale wanauza viazi, wanauza mihogo, wanauza chochote kile, wanauza samaki. Sasa zile milioni yako iandike karibu tarehe kule sokoni kwa madini shilingi ngapi? Unakuta labda gramu moja ni shilingi 7,000, 8,000. Kwa hiyo ukizidisha unakuta tayari uko shenge katika kiwango cha nini? Cha zaka. Sasa ule mzunguko wa mwaka ile tarehe ikifika, unachofanya ni nini? Vile vitu vya biashara yako unavipigia thamani ya bei ya kuuzia, sio kuuzia. Kwa hiyo ulinunua shilingi 12,000, unauza shilingi 17,000, unapigia hesabu shilingi ngapi? 17,000. Usipigie hesabu pia kuuzia, bei ya kuuzia. Kama tunajuaje? Hapa inaangaliwa thamani ya vitu hivyo kwa bei ya kuuzia na si bei ya kununulia, pamoja na pesa taslimu iliyopo. Pamoja na pesa taslimu iliyopo. Kwa hiyo mfanya biashara kwa mfano ana duka, ana mchele, ana maharage, ana nini, ana vitu vyake vile vyote analipisha. Hapa mchele ana nini? Ana kilo 200, anazidisha kilo moja shilingi ngapi? Anazidisha bei kuuzia, usifanye bei kununulia. Unazidisha kwenye mchele, kumaliza kwenye mchele, ndio kwenye mafuta. Ndio kwenye mafuta, ndio kwenye maji. Ndio kwenye maji, ndio kwenye viberiti, ndio kwenye chupa. Vitu vyako vyote unapata nini? Unapata jumla kuu. Ukishapata ile jumla kuu, sasa unaangalia kesho nayo kama pesa taslimu ya shilingi ngapi. Leo ukikuta kwenye draw hapa kuna pesa. Ndivyo mwingine kwenye account benki ana nini? Ana pesa. Yote unarudisha. Kwa hiyo thamani ya pesa ile vitu na pesa kesho taslimu ndio nayo, yote unarudisha. Ukisharudisha hapo unaangalia, je, kile kiwango hapa ndani milioni ngapi? Hizi ni ngapi? Milioni 8. Unawajibika au unawajibika? Ukiangalia katika madini ya silver unawajibika. Ukiangalia katika madini ya gold unawajibika. Tunasema kwa sababu katika mojawapo ya haya madini mawili wewe umeshaingia katika zaka, unajua zaka. Unatolea zaka ya madini gani? Kwenye madini ya silver, madini haya ya fedha. Kwa nini? Kwa sababu pesa zako ni thamani ya kitu chako cha biashara, na pesa yako taslimu iliyopo tayari imelingana na kiwango cha zaka, bali imevuka. Unatakiwa kufanyaje sasa? Unatakiwa utoe zaka. Kama kawaida tunaangalia na thamani madini ya dhahabu au ya fedha, lakini madini ya fedha ni bora zaidi na inatambulishwa kwa sababu kiwango chake ni cha chini, na hivyo inakuwa wepesi mtu kuingia katika ibada ya zaka. Maana sio kama vile kutoa zaka. Inawezekana au haiwezekani? Yaani kuna watu wameshia kutoa dini katika nguzo 5 za Uislamu, wameshia nguzo moja au mbili. Swala 5 ni shahada, swala 5 kafunga mwezi wa Ramadhani. Kwenye zaka na hija hajabahatika, lakini kumbe wewe Allah amekujalia kwenye nguzo ya 3 kubwa, kwenye nguzo ya zaka upo. Na vile kuna mlango pembeni kule watu wanatoa zaka. Wale wanatoa zaka na mlango wao kule pembeni kule, kuna vitu fulani kule hajibu mwenyewe ndako mjini. Ananipaka alikuwa anatoa zaka. Sasa unabishana au usikubali kubishana? Sawa, usikubali kubishana. Kwa hiyo inakuwa wepesi kwa mtu kuingia katika ibada ya zaka, na mstahili kupata kwa wepesi kiasi kitakachomsaidia. Sawa ndugu zangu, tuko pamoja kwenye biashara, tunaelewana na hatujasema bado kitu gani tunatoa. Tunaangalia ufafanuzi wa haya masharti. Tulikuwa na sharti la pili katika masharti ya mali kutolewa zaka. Sharti la pili ni jua mali kufikia kiwango. Mali za biashara tumeona tunapiga thamani ya vile vitu vinavyofanyia biashara wewe. Kama mtu anauza pikipiki, anaangalia bei ya kuuzia, sio bei ya kununulia. Mtu yuko na stationery, ana alama, ana penseli, ana daftari, ana makauta nini, yote yale anapiga sababu ya kufanyaje? Bei ya kuuzia. Sasa ile thamani itakayotoka unajumlisha na pesa cash ulizonazo, pesa taslimu zipo mfukoni, zipo kwenye kabati, zipo benki zingine, zote unakusanya na kujumlisha. Alafu naangalia kwenye kile kiwango cha madini, je, ni au imezidi imepungua? Ukikuta imefika na kuzidi, basi ahlan wa sahlan, umefikia kiwango cha zaka, ingia kwenye hili ibada Allah kulipa wako. Ili onekane ni jambo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio kutekeleza nini?
ni wewe kutekeleza faradhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Sharti la ngapi hilo? Sharti la pili. Sindio? Lakini sharti lingine lilikuwa ni kutimia umiliki wa kiwango cha zaka. Sisi jamaa zaka kutimia umiliki hiyo namba C, mali kutimia umiliki wa kiwango cha zaka. Hapo yes badala ni mali kutimia umiliki wa kiwango cha zaka. Ule umiliki kutimia kutoka mtusi. Unaweza ukawa kuna kiwango umemiliki kiwango lakini umiliki wako ni nguvu. Yaani kiwango unacho lakini ule umiliki wa kiwango umiliki nguvu haujakamilika. Sasa tunataka ule umiliki umefanyaje? Uwe umekamilika. Kama tulivyotoa mifano juzi tupitie ni amana yetu hii. Sio mfano. Mtu anatoa umeme kwa sababu zile kabili zote. Usipoletea ile tokeo ndio umesha tayari kule kufanya ile muamala kutakuwa kunatimia au kujatimia bado mpaka uletewe hii. Sasa katika hizi mali za zaka kule kumiliki kiwango ni sharti. Lakini kule kutimia kumiliki yani hapa ndio pazuri ambapo baadhi yetu wengi kipengele hiki kinawapitia kushutuni. Hichi kipengele hiki dakika hazijapigi endelee. Yaani sasa dakika hizo kwa nini shapo hapo na mimi nielewa niishia hapo. Sawa, hichi kipengele hiki yaani kwa mkosi vyote lakini ikibaki. Yaani kama jana na leo nichelewe, kesho usichelewe. Inshallah. Sawa kwa sababu hichi kipengele kinazungumzia vitu ambavyo umiliki wake haujakamilika, na kama haujakamilika hakuna zaka, na kuna watu wanahisi kuna zaka na kuna ndio ndio zaka. Sawa. Kabla kuona Allah kituamsha salama. Taishia hapa kwa leo. Allah mjalie elimu kufaa kwa wale ambao wanasikiliza na kufuata mazuri yake. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.